Habari kubwa jioni hii hapa. Jeshi la Israeli limelaumu Lebanoni kwa kuishambulia na imejibu mapigo. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema kwamba serikali ya Lebanoni inahusika na mashambulizi ya makombora mawili kuelekea kaskazini mwa nchi hiyo, wakati jeshi lake limesema kwamba limefanikiwa kuyazuia makombora ambayo yalirushwa. Kulingana na taarifa ya jeshi hilo ambayo imetolewa siku ya leo hii asubuhi, kombora moja ambalo lilielekeza katika eneo la Galilaya lilizuiliwa, wakati jingine likianguka ndani ya eneo la Lebanoni. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema kwamba serikali ya Lebanoni inawajibika moja kwa moja kwa mashambulizi yoyote ambayo yameelekezwa katika eneo la Galilaya. Shambulio hilo dhidi ya Israeli limefanywa siku moja tu baada ya Lebanoni kuilaumu jeshi la Israeli kwa kufanya mashambulizi ambayo yalisababisha mauaji ya watu 6 kusini mwa nchi hiyo. Hata hivyo, Israeli imejibu ikisema kuwa mashambulizi yake yalilenga miundombinu ya kundi la Hezbollah. Kundi hilo kupitia jukwaa la Telegram lilisema kwamba limeheshimu sana makubaliano ya kusitisha vita na alihusiki na kombora ambalo lilirushwa kaskazini mwa Israeli. Licha ya Hezbollah kukanusha kuhusika na shambulizi hilo, muda mfupi tu uliopita jeshi la Israeli limetangaza kuwa limeanza kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanoni. Taarifa ya jeshi hilo imesema maelezo zaidi kuhusu operesheni hiyo itatolewa leo hii baadaye. Na wakati huo huo, vyanzo kutoka Palestina vimesema kwamba mazungumzo yanaendelea kati ya kundi la wanamgambo wa Hamas pamoja na wasuluhishi kutoka Misri pamoja na Katari ili kujaribu kufufua makubaliano ya kusitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe katika ukanda wa Gaza na kuachilia huru mateka. Vyanzo hivyo ambavyo vimezungumza kwa sharti la kutokutajwa majina vimeelezea kuwa mazungumzo hayo yamejikita katika kuangalia uwezekano wa kutekeleza usitishaji wa vita wakati wa sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na katika msimu wa sikukuu ya Kiyahudi. Majadiliano hayo ambayo yanadhamiria pia kuhakikisha kuwa misaada ya kiutu inaingia katika ukanda wa Gaza. Mazungumzo ya usuluhishi kati ya kundi la Hamas pamoja na Israeli ambayo yanasimamiwa na Misri, Marekani pamoja na Katari yamekwama kwa wiki kadhaa baada ya kwisha kwa muda wa awamu ya kwanza ya kusitisha vita hivyo. Mazungumzo hayo yanafanyika ikiwa ni siku moja tu tangu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu atishie kuyatwaa maeneo ya Gaza kama wanamgambo hao wa Hamas hawatawaachilia mateka. Wanamgambo hao walijibu wakionya kuwa kama Israeli isipoacha kufanya mashambulizi Gaza, basi mateka hao watarejeshwa nchini humo wakiwa katika majeneza. Penzi mtazamaji, hayo yakiwa yanaendelea huko Mashariki ya Kati, twende tukaangalia kinachoendelea kule Sudani ya Kusini. Sudani ya Kusini tunaambiwa kwamba Umoja wa Mataifa umeelezea hofu ya Sudani ya Kusini kurejea katika vita. Umoja wa Mataifa umeonya juu ya kukamatwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa Sudani Kusini. Umesema hali hiyo inaweza kulirudisha taifa hilo katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio ameelezea wasiwasi wake kuhusu matukio ya nchi ya kusini mwa Sudani, akisema kwamba kumekuwa kizuizini kwa makamu wa kwanza wa rais wa nchi hiyo Riek Machar, ambapo kunaisogeza nchi hiyo kuwa karibu na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric, alisema kwamba katibu mkuu anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya nchini Sudani kutokana na vikosi ambavyo vinamtii Rais Salva Kiir kumkamata na kumweka kizuizini makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Msemaji huyo wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewataka viongozi wa Sudani Kusini kutatua matatizo yao kwa kuzingatia na kuyaweka mbele maslahi ya wananchi wa Sudani ya Kusini. Upinzani nchini Sudani Kusini unasema kwamba makubaliano ya amani yamesambaratika kabisa baada ya kiongozi wao Riek Machar kukamatwa na kuwekwa kizuizini.
Wananchi katika upande wao wamesema kwamba wanataka kuona makubaliano ya amani yanarejeshwa. Wakati huo huo, Kenya imempeleka waziri mkuu wa zamani Raila Odinga nchini humo kusini mwa Sudani kama ni mjumbe maalum ili kusaidia kutuliza mzozo ambao unashamiri kati ya Rais Salva Kiir pamoja na makamu wake wa kwanza Riek Machar. Hali hiyo inatishia kurudisha Sudani Kusini katika vita. Rais wa Kenya William Ruto ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki amesema kwamba amezungumza na Rais Salva kuhusu kuzuiliwa kwa Machar na kwamba anatuma mjumbe maalum siku ya leo hii Ijumaa. Msemaji wa Odinga Dennis Onyango amethibitisha kuwa waziri mkuu wa zamani tayari amesafiri kuelekea Juba. Ruto pia amesema kwamba ameshauriana na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ambaye serikali yake ilipeleka wanajeshi mnamo mwezi huu huko nchini Sudani ya Kusini baada ya kuombwa na serikali ya Sudani Kusini, na vile waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wa Ethiopia, nchi ambayo imekuwa mwenyeji wa Sudani Kusini katika mazungumzo ya amani hapo awali. Machar pamoja na Kiir ni wapinzani wa muda mrefu ambao waliingia mkataba wa kugawana madaraka mwaka wa 2018 ambao umekuwa ukivurugika taratibu na kuhatarisha kuirejesha Sudani Kusini kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilisababisha vifo vya takribani watu 400,000 katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Mpenzi mtazamaji, tukitoka Sudani ya Kusini twende Sudani pale Khartoum ambapo tunaambiwa kwamba jeshi la Sudani lenyewe limesema kwamba limerejesha udhibiti wa mji mkuu. Jeshi la Sudani limesema kwamba limefanikiwa kudhibiti mji mkuu wa Khartoum baada ya karibu miaka miwili chini ya wapiganaji wa kundi la wanamgambo wa RSF. Mafanikio hayo yanahitimisha mapigano ya wiki moja ambayo yalishuhudia kuirejesha tena ikulu ya rais na uwanja wa ndege na maeneo mengine ya kimkakati. Katika taarifa ambayo imetolewa na msemaji wa jeshi la Sudani Nabil Abdulrahman amesema ni kwamba vikosi vya jeshi hilo vimewafurusha wapiganaji wa RSF ambao wanaongozwa na Mohamed Hamdani na kuondoa katika maeneo ya mji mkuu huo. Siku ya Jumatano, mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah alitangaza kwamba mashambulizi ya hivi karibuni yamefanikiwa kabisa kurejesha mji mkuu baada ya kushindwa kwa majaribio kama hayo mfululizo kwa mwaka 1.5. Vita hivyo vya tangu Aprili mwaka wa 2023 vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kupelekea zaidi ya watu milioni 12 kuyahama makazi yao na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu kuwahi kurekodiwa katika maeneo hayo. Mtazamaji, tutoke Sudani sasa twende Kongo. Kongo tunaambia waziri wa mambo ya nje ya Kongo yuko ziarani nchini Afrika Kusini. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Therese amefanya ziara rasmi nchini Afrika Kusini. Lengo ni kutoa shukrani kwa nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC ambazo zilituma vikosi vya kulinda amani mashariki mwa Kongo. Alipowasili Pretoria alitokea nchini Tanzania. Waziri huyo alisisitiza shukrani za Kongo kwa msaada wa kijeshi pamoja na kidiplomasia kutoka Afrika Kusini, akisema kwamba nchi hiyo anakuambia imefanya msaada ambao haitapotea bure na haitasahaulika kamwe na watu wa Kongo. Ziara hii pia imelenga kutathmini jinsi ushirikiano kati ya Kongo pamoja na nchi ambazo zilituma vikosi vya kulinda amani kwamba unaweza kuendelezwa zaidi na kuhakikisha ahadi ambazo zimetolewa zinakuwa na matokeo halisi kwa wananchi wa pande zote. Waziri huyo alitembelea Tanzania pamoja na Afrika Kusini wakati wakuu wa nchi za Afrika Mashariki na SADC wakiwa wameunda jopo la wastaafu kutafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Katika upande wake, waziri katika mahusiano ya kimataifa pamoja na ushirikiano wa Afrika Kusini Ronald Lumola alisisitiza kuwa Pretoria itaendelea kusaidia juhudi za amani pamoja na kumtaja rais wa zamani wa Afrika Kusini Helen Mutale kama ni rasilimali muhimu katika timu ya upatanishi ambayo inalenga kutatua mgogoro wa Kongo.